Baada ya kumwangusha Goliathi kwa jiwe moja, Daudi alisifiwa na kila kona ya Beth kijijini. Siku iliyofuata, watoto walipaka mawe rangi na kucheza michezo ya Daudi versus Goliathi, wakimuigiza kijana huyo shujaa. Mzee Sauli, mkuu wa mtaa, alimuita Daudi nyumbani kwake na kumwambia, "Kijana, umetenda lililoshindikana. Kwa heshima hiyo, kuanzia leo utakuwa mlinzi maalum wa mtaa. Nitakufundisha mambo ya uongozi." Daudi alishukuru, lakini hakuwa na tamaa ya madaraka. Alikuwa bado yule kijana wa porini, mwenye moyo wa ibada, aliyependa kutulia na gitaa lake, akitunga nyimbo kwa Mungu wake. Lakini kadri siku zilivyopita, watu walianza kumpenda Daudi, kupita hata mkuu wao Sauli. Walimwimbia, "Sauli amewashinda maadui kwa mamia, lakini Daudi kwa maelfu." Maneno hayo yaliingia moyoni mwa Sauli kama sumu. Wivu ulianza kumtafuna. Akawa anamcheka Daudi mbele za watu, lakini usiku alikuwa akipanga jinsi ya kumwangamiza. Hakutaka kijana huyo kuwa tishio kwa kiti chake. Daudi hakujua chochote. Alizidi kuwa mnyenyekevu, akihudumu pale alipohitajika. Mara anaimba nyimbo za amani kwa watu waliokata tamaa, mara anasaidia kusuluhisha migogoro ya vijana, mara anawatembelea maskini wa mtaa. Watu walizidi kumpenda. Hii ilimchoma zaidi Sauli. Siku moja, Sauli alimtuma Daudi katika mtaa wa mbali uliosumbuliwa na magenge. Akamwambia, "Nenda huko, ukifanikiwa nitakupa binti yangu wa kuoa." Kwa kweli, lengo halikuwa kumsaidia Sauli, alitaka Daudi afe kule. Lakini Mungu hakuwa kimya. Daudi alienda kwa maombi, akatumia hekima na sio nguvu. Alizungumza na vijana wa mitaani, akaleta amani kwa mazungumzo. Mtaa ule ukatulia kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Daudi akarudi akiwa salama. Sauli alinyamaza kimya. Lakini usiku huo huo, alipokuwa amelala, Daudi aliota ndoto. Aliona mtaa wake umefunikwa na giza nene. Kulikuwa na sauti za kilio, vicheko vya kishetani, na miguu ya watu waliotumwa na giza kuharibu taifa. Aliona taa moja ikiwaka katikati ya giza. Taa hiyo ilikuwa mikononi mwake, na sauti ikamwambia, Daudi, sio tu kupigana na majitu ya nje, pia lazima ushinde giza la ndani. Siku zijazo utapambana na roho ficha katika mamlaka. Lakini usiogope, mimi ni pamoja. Daudi akaamka na jasho, moyo ukimdunda kwa kasi. Sasa alianza kuelewa, vita halisi bado havijaanza. Daudi alianza kujifunza mambo mengi kuhusu watu, si kwa maneno yao, bali kwa matendo yao. Alianza kugundua kwamba sio kila anayekutabasamia ni rafiki, na sio kila anayesema amen ni mtumishi wa kweli wa Mungu. Wakati watu wengi walikuwa wakimpongeza kwa ushindi dhidi ya Goliathi, kulikuwa na mikutano ya siri ikiendelea. Usiku wa manane, watu fulani walikutana kwenye magofu ya jumba la zamani lililoko mwisho wa mtaa. Walivaa mavazi meusi. Kati yao kulikuwa na viongozi wa dini, wafanyabiashara wakubwa na hata baadhi ya polisi. Mmoja wao akasema, "Yule kijana anakuwa maarufu sana, tishio kwa biashara yetu ya hofu." Mwingine akacheka, "Watu wakiendelea kumwamini, wataacha kununua ulinzi wetu wa kichawi." Wakaanza kupanga namna ya kumchafua Daudi. Mpango wa kwanza, mstari wa kumharibia jina. Siku iliyofuata, magazeti ya mtaa yakaanza kuandika, "Je, Daudi ni mchawi aliyevaa ngozi ya kondoo? Kijana huyu alishinda jitu kweli au alitumia nguvu zisizoeleweka?" Watu wakaanza kuhoji. Marafiki waliokuwa karibu naye walianza kumtazama kwa mashaka. Hata baadhi ya wachungaji waliomwalika awali sasa walimficha majukwaani. Daudi alihisi uzito moyoni. Alimwambia rafiki yake wa karibu, Yonathani, mtoto wa Sauli, "Sasa naona Goliathi hakuwa tatizo kubwa, tatizo ni wale wanaomlea Goliathi." Yonathani alimpenda sana Daudi. Ingawa baba yake Sauli alikuwa upande wa giza, Yonathani alichagua kuwa upande wa nuru. Alimwambia Daudi, "Nitakuwa macho, nitakuambia kila kinachopangwa. Lakini Daudi, usikate tamaa. Mungu aliyekupa ushindi kule uwanjani bado yu pamoja nawe." Daudi alikimbilia sehemu aliyopenda zaidi, mahali pa ibada, palipokuwa patupu, kwenye milima ya nyuma ya mtaa. Alichukua gitaa lake, akapiga taratibu, machozi yakimtoka. Akaimba, "Nisaidie Bwana wangu, giza linazunguka kama maji. Sauti za waongo ni nyingi, lakini neno lako ni taa. Waondoe waliojificha ndani ya mwanga, lakini wana roho ya kifo. Nisimame hata nikiwa peke yangu, kwa maana wewe hutoshindwa." Akiwa hapo, sauti ndani ya moyo wake ikamjia tena,
Wakati unakuja lazimika kukimbia, si kwa sababu umeogopa, bali kwa sababu ni sahihi. Kitu kikubwa kinakuja, lakini lazima ujifunze kuishi bila kuogopa.